Utajiri ambao Yesu anazungumza, usifikirie ni pesa tu. Kuna matajiri wengi sana wa masomo wamekataa Yesu Kristo. Kuna matajiri wa urembo wamemkataa Yesu Kristo. Kuna matajiri wa vyeo hawawezi wakaenda kanisani. Nimeona viongozi wengi wa kisiasa, wala siwaingilii, na waambia ukweli, hautawaona kanisani. Utawaona kanisani wakati wa siasa ndio wapewe microphone. Naomba viongozi wa siasa wanyimwe microphone. Ikiwa ni lazima akiingia kanisani azungumuze, ndiye agonganishe watu, na hiyo microphone iwe switch off. Angalau waende ibada kwa ajili ya kuabudu Mungu, sio kwa ajili ya kuongelesha washirika. Naomba viongozi wa siasa, kama wananisikiliza, kuanzia leo nendeni kanisani kwa ajili ya kusikiliza mahubiri ya bishop na father na reverend na muinjilisti, na mtoke mkiwa mmebarikiwa kiroho. Si lazima mzungumuze, maana mkizungumuza hamzungumuzi kuhusu Yesu, mnazungumuza kuhusu vita na mgongano na siasa. Na madhabahuni hakuna siasa. Huenda cheo chako kimekufanya huwezi ukamtumikia Kristo. Never. Yesu akasema haiwezekani tajiri wa afya, tajiri wa sura, tajiri wa mali, tajiri wa umri, tajiri wa elimu, tajiri kurithi ufalme wa Mungu. Na miaka yote tumefahamu ya kwamba utajiri ni pesa na ni mali. Kuna watu walio na pesa na wanaabudu Mungu hata zaidi. Kuna watu walio matajiri sana, lakini wakisikia Mungu wanaogopa na wanatetemeka. Maandiko yanasema na polepole wakaendelea na injili hiyo. Na Yesu akaendelea na kuwasimulia habari ambao nitakusomea sasa. Verse number 29. Ukianza na verse number 28. Petro akamuuliza, je, na sisi tulioacha vyote kwa ajili yako faida ni nini? Akasema, yeyote aliyeacha mama, baba, ndugu, dada, mashamba na mali kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili hii atazipokea mara 100 katika ufalme huu wa dunia na hata ule ufalme wa uzima wa milele. Yeyote, kumbe ni faida, kumbe ni faida. Na hapa kuna wazazi ambao utajiri wao ni watoto wao. Pastor Ezekiel, unahubiri vizuri, ile imenifanya siwezi kuenda ibada. Nitaenda Krismasi, ni watoto wangu, ni waachie nani? Kumbuka wakati ulikuwa maskini wa mtoto, ulienda kwa Bwana na ulipiga magoti na ukaanza kulia. Mungu, ukinipa mtoto naomba unikumbuke. Mungu, nipe mtoto kama wanawake wengine, nipe mtoto kama wanaume wengine. Na ikanifanya nikakumbuka wakati nilikuwa tasa na sikuwa na mtoto. Kisha Mungu akanipa mtoto na watoto wangu wakaanza kulia, baba, haupatikani wewe. Kumbe kile ambacho nilitamani hakingeniridhisha na kunitoa kwa Kristo. Yesu Kristo akawa bora kuliko watoto niliokuwa nataka.
Watoto wenyewe wakalalamika, na mmoja jana akalia akaniambia, Daddy, that is the worst thing that ever happened to me. I could not see you, I could not find you, I could not talk to you. All the time, altar, preaching. Pastor Sara ako kwa nyumba, I wish she was here. Ningempa microphone. Siku moja aliniuliza, naomba tukae. Nikamwambia basi tuketi. Wasemaje? Niko na swali. Wewe wafanya huduma, ukipata pesa zote wanunua microphone, vyombo, wajenga kanisa. Sisi hapa tunakaa kwa viti ambao vinakaa ni kama zimevunjika. Hauoni uko na familia? Nikasikiliza, nikasema, na huyu mke wangu anaongea point. Sijawanunulia vitu vya maana. Nikamwambia, unaongea point. Akaniambia, ujue tuko hapa, viti, TV, kitanda kizuri. Nikamwambia, Jumapili ijayo tukipata pesa, naenda kuwaleteni vitu vizuri. Pastor Solomon nadhani yako hapa. Saturday, Friday tulikuwa kesha. Saturday crusade, Sunday washirika wametoa pesa. Monday nikamwambia Solomon tutoke. Tukifika town Mombasa, tukaingia kwa duka la keyboard mpya na tukaongeza speakers za JBL. Wakati huo hizo ndio zilikuwa zinavuma. Nikawanunulia mke wangu na watoto nguo kiasi hivi. Nikifika anaona gari inapinduliwa, anafikiria viti vinaingia, speakers ndio zimeingia na microphones. Nilipofika kwa nyumba ndio nilipewa chakula, lakini hakukuwa na furaha sana. Nikamuuliza, mama, hizi ndio zinaitwa JBL, zinapiga, unasema haleluya, mtu anaokoka bila kuhubiri injili ya maana. Akaniambia sawa, lakini kumbuka tuliongea Wednesday, ukasema waleta viti, ndio viti hivi, umetusahau. Nikamwambia, mama, cool down. Jumapili ijayo tukipata pesa, mama, mimi nakuahidi, mimi naenda kuleta hizo viti. Nimeona viti vingine kisimani, viti vizuri sana. Na unajua wamama ni wazuri, anajua kupima akili ya mwanaume. Akaniambia sawa. Hiyo sawa yake nilijua haikuwa sawa. Siku ya Monday tukaenda town, Solomon twende. Nikifika namwambia tunaenda kununua viti vya nyumba. Tukiwa tunaangalia viti vizuri, nikapata viti vya kanisa, zile nyekundu kama zile ambazo ziko kule New Life. Nikamwambia, tukinunua hizi kanisa letu litapendeza, Solomon. Akaniambia, uliambiwa unanunua, niambia unakuja kununulia Pastor Sara viti. Nikamwambia, sasa ni gani? Ni hizi. Nikamwambia, okay, wacha tupige hesabu, hizi zitatokea ngapi na hizo za Pastor Sara zitatokea ngapi. Tukaanza kuchagua. Nikamwambia 1,000 karibu 3,700. Nikamwambia hebu panga. Nikaona nimebaki na shilingi 12,000.